Sikiliza Radio Umoja. Radio Umoja ni sauti ya mwananchi. Barabara kabisa, mpenzi msikilizaji wa Radio Umoja popote pale ulipo, unapoendelea kutusikiliza vema kunako mita bendi ya 96.0 FM. Matumaini yetu ni kwamba wewe ni mzima wa afya. Hapa ni muda mzuri wa kukuletea taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza ni vichwa vya habari vyenyewe. Kitita kikubwa cha pesa na vitu vingi vya thamani vya ripotiwa kuporwa na watu wasiojulikana ndani ya nyumba moja kwenye kata la Ebonjo ya 3 ndani ya manispa ya Baraka Kati ni mjini Baraka. Tukio ambalo liliendeshwa usiku wa kuamkia Alhamisi ya tarehe 15 mwezi wa 5 2025. Sikukuu ya kumbukumbu ya mauaji ya wakaaji wa kijiji cha Katogota ndani ya usultani wa Bonde la Ruzizi tarafani Uvira, ambayo unasherekewa kile ifikapo tarehe 14 mwezi wa 5 ya kila mwaka, haikusherekewa kwa mwaka huu 2025 kwa kosa la ukosefu wa usalama uliosababishwa na waasi wa M23 AFC mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mpenzi msikilizaji, kuna habari nyingine. Shirika la raia ndani ya jimbo la Kivu Kaskazini imesikitishwa kuona walimu hawamelipwa mshahara wa mwezi mmoja, endapo wameshateseka kwa kutokupata mishahara yao yapata sasa miezi 4. Kuna hayo na mengine mengi, mwenzangu endelea kwa pamoja nasi. Mimi ni Ahmed Ofikiri Faraja Murumba Famuri, huyu hapa ni fundi mitambo. Karibu. Nasema karibu kwa mara nyingine tena. Tuanze habari zetu na habari kutoka hapa mjini Baraka, ambako shirika la kimaendeleo ndani ya mji wa Baraka Bana Bankare inaomba kwa wakuu viongozi wa ngazi zote kutafakari namna ya kusaidia wahanga wa momonyoko wa ardhi uliotokea usiku wa kuamkia tarehe 9 mwezi wa 5 2025. Ndani ya ujumbe wake wa tarehe 15 mwezi wa 5 2025, Delose Lekole Kiamba alimpongeza gavana makamu wa jimbo la Kivu Kusini Metre Jean-Jacques Lakano kwa kujitolea kwenda kuomboleza pamoja na wakaji wa kijiji cha Asaba waliokumbwa na janga hilo. Hivyo Delose Lekole Kiamba ambaye ni kiongozi wa Bana Bankare ameomba kusaidiwa kwa waanga wa tukio hilo kama anavyoeleza afuatayo. Tumekwenda kutoa pole, tena pole kubwa kwa jamaa zote zilizopotelewa na wandugu zetu hapo Asaba. Kwetu sisi kama vile watoto wa Fizi ni kilio kubwa. Tunaomba serikali yetu ifanye vyote iwezekanavyo kwenda kusaidia zile zote jamaa zilizopata matatizo kama na hiyo. Wasifunge macho sababu wanaokufa ni Wakongomani. Pia tunakwenda kumpokeza vice gouverneur Jean-Jacques Elakano ile kujipa moyo ya kuja kulia pamoja na wandugu zake ndani ya kijiji cha Asaba, na hivyo ndivyo kiongozi anastahili kuwa. Shirika la raia la wananchi ndani ya mji wa Baraka jimboni Kivu Kusini imesikitishwa na kuongezeka kwa ndoa za mapema kwa mabinti wadogo wenye kwa chini ya umri wa miaka 18 ndani ya mji wa Baraka na tarafani Fizi. Utafiti wa kificho uliofanyika na shirika hilo umetoa idadi ipatayo takribani ya mabinti wanaobakwa ya 135 inaelekea 255 na wengine kuolewa, na wanaoshukiwa kuendesha vitendo hivyo ni wale ambao wanashikilia silaha. Pia hatua nyingine inayochangia hali hiyo ni kuvamiwa kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa wakati huu ambao tunao. Hivyo hali hiyo yaendelea kuonekana sana ndani ya kijiji cha Minembwe, Lokechi, Sembe, Aele, Alenge kwenye milima mirefu na mifupi ya tarafa la Fizi na sehemu nyingine kama vile eneo ambazo zina mipaka na ziwa Tanganyika. Pamoja na hiyo, eneo zingine ambazo zinaripotiwa kuwa na hali hiyo ni kwenye njia ni
kwenye njia ya Mwenga kama vile kijiji cha Ananda, Nkela, Losoko, walo Manyana wa Mlima. Tena vigezo vingine ambavyo vinaendelea kuchangia hali hiyo ya mabinti kuolewa mapema na kubakwa ni uoga wa kufa, kubakwa na watu wengi, umaskini pia na mazingira ya kifamilia. Tupo tu ndani ya mji wa Baraka, mpenzi msikilizaji. Kitita kikubwa cha pesa na vitu vingi vya samani vyaripotiwa kuporwa na watu wasiojulikana ndani ya nyumba moja kwenye kata la Ebonjo ya 3 ndani ya manispa ya Baraka kati mjini Baraka. Tukio hilo ambalo liliendeshwa usiku wa kuamkia Alhamisi ya tarehe 15 mwezi wa 5 2025. Huyu hapa ni muhanga wa kitendo hicho cha wizi, akiwa na ushuhuda tosha aliusema mbele ya mwenzetu Lebo Esau Hermani. Ndio, mimi nimeibiwa simu 2, moja Android Technospark na moja Itel ya matushi, na nimeibiwa pesa 215 Kongomani pamoja na 360 ya dola ya Kimarekani. Sisi tulikuwa tumelala mida ya saa 7 za usiku, ndio mke wangu ameamuka, ikabidi aende kuchoo, aende akojoe mpo, tulikuwa na povu kuchumba yetu. Sasa alikuta ile povu kuchumba haiko, akatoka pale kuchumba akaingia kusalo, akuta ile povu pale kusalo pamoja na mavazi yao yote ilikuwa kuchumba iko kusalo. Kisha akasikia woga, akasema kama explique hii mavazi inakuwa huku kuchumba. Kisha akakia kuingamusha, akanyambiwa mavazi yako yote ya kuchumba ishakuwa huku kusalo, na vitu vimoja vya chumbani vishakuwa huku saloni. Kulamuka nikaenda kuta kabisa mavazi yangu yote, masuruali, ma-t-shirt, vyote viko kusalo kabisa. Hapana, hatupata msaada yoyote ule. Ila wajirani wakati walisikia tuko tunalalamika kwamba tunaibiwa ndio walamuka, wakalamuka hizo masaa 8 za usiku, saa 9 za usiku, wakatupatia pole pale. Mimi najua kwamba serikali ina wajibu wa kufanya kwa kulinda raia na mali yake yote, na iendelee tu kulinda raia na mali yake yote. Uvira, walimu wa jimbo la elimu la Kivu Kusini ya pili hawakutimiza tena mpango wa kukaa mbele ya ofisi ya kimaendeleo Karitasi ambao ungefanyika tarehe 14 mwezi wa 5 2025, na hiyo ni kutokana na tangazo lililotolewa na umoja wa kutetea haki za walimu. Jean-Pierre Irenge ni msemaji wa umoja wa kutetea haki za walimu ndani ya jimbo la elimu la Kivu Kusini ya pili, akiomba walimu kuanzisha njia ya shule. Anaeleza yafuatayo. Il était prévu consécutivement à sambamba kabisa na tangazo letu la tarehe 10 mwezi wa 5 tungefanya hatua ya kukaa mbele ya Karitasi Uvira. Kwa sasa ni kwetu kuambia watu wote kitaifa na kijamii kama Karitasi imeanza kulipa leo siku ya 3 miezi miwili kuliko mitatu iliyokwisha kupita. Wamelipa mwezi wa 2 na wa 3, inabaki kulipwa kwa mwezi wa 4. Kwa hiyo tunahita walimu kubaki kimya, pia kuwa makini kwa kuwa tunaendelea kudai mwezi wa 3 ambao ni mwezi wa 4 au jalipwa. Lakini tunatarajia kama siku zinazokuja Karitasi itaheshimisha kujitolea kwake. Kwa hiyo tunaomba kwa walimu wote ambao walikuwa wamekwisha fadhaika kuendelea kusapoti uteteaji, pia kuendelea kuamini watetezi wao, kwa kuwa tunasema kama tuko hapa kwa faida ya walimu. Pia tunaomba kwa walimu mais aussi nous demandons à tous les camarades de reprendre le chemin de l'école pour ceux qui n'enseignent. Sikukuu ya kumbukumbu ya mauaji ya wakaaji wa kijiji cha Katogota ndani ya usultani wa bonde la Ruzizi tarafani Uvira, ambayo huwa inasherekewa kilifikapo tarehe 14 mwezi wa 5 ya kila mwaka, haikusherekewa mwaka huu wa 2025 kwa kosa la ukosefu wa usalama uliosababishwa na waasi wa M23 AFC mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Emmanuel Abedi Pascal ni kiongozi wa vuguvugu la wananchi Machozi ya Raia, amesema kama japokuwa kutokusherekewa kwa sikukuu hiyo, lazima pawepo na utafiti wa kugundua wahalifu wa vitendo hivyo vya mauaji, kama anavyoeleza yafuatayo. Wende vyangu ni kusema kuwa ba responsable direct ba ile tukio mbele tatizo ni watu wenye wanajulikana vizuri sana. Ni kuambia tu wakuu viongozi
sheria ya Kongo ifanye kazi yake. Utafiti sio ili kwamba wale watu wote ambao wametenda vitendo kama na hivi wapatwe kuwekwa nguvuni, basambe kubili wenyewe balitendiaga wale bato pale Katogota. Pia tunatosha mkono wa rambirambi sana kwa wakaji wote wa Katogota na kwa wale ambao wamepoteza wakwao katika ile tukio limetokea mwisho siku. Ila kwetu tunarasikia population yote ya Katogota kuwa tunafanya au tutaendelea kufanya mapledoyer ili kwamba sheria ifanye kazi yake, ili kwamba prise en charge ikuwe kwa bali ba victime bote bebeleza ka échapper kwa drame iliyotokea pale. Hiyo inaweza kuwa jambo lazima sana kwa sababu tunaona kama vile serikali inasinzia. Tutamatishe habari zetu na habari kutoka huko jimboni Kivu Kaskazini, ambako shirika la raia ndani ya jimbo la Kivu Kaskazini imesikitishwa kuona walimu wamelipwa mshahara wa mwezi mmoja endapo wameshateseka kwa kutokupata mishahara yao yapata sasa miezi minne. Mukanda Mbusa ni mmoja miongoni wa viongozi wa mashirika za kiraia jimboni Kivu Kaskazini. Amesema kama walimu hao wameshaeneza miezi minne bila kupata mishahara yao, huku wakiletewa pesa za mshahara mmoja kama anavyoeleza yafuatayo. Tangu kukamatwa kwa Goma na wa terrorist wa M23, walimu wa Ruchuru, Masisi na penginepo walikuwa wamefanya miezi 4 na hawapokei mshahara yao, na hiyo ilikuwa kutokana na gisi benki zilikuwa zimefungwa Goma, na vile Caritas nayo ilikuwa haiweze kufikishia walimu mshahara yao. Lakini tulikuwa tunawaza kama mishahara yote ya kuanza mwezi wa kwanza mpaka wa 4 itafikia limoya. Mshangao mkubwa ilikuwa ni kuona walimu wanapokea mshahara tu ya mwezi wa 3 ama Mars. Hasa wanajiuliza mwezi ya kwanza, ya pili, ya 4 itaendeka je? Na hiyo mshahara ya mwezi wa 3 ambao iko nafika na wanakata 80,000 francs. Hiyo inakuwa injetidi sana kwa walimu. Ni kusema tunahitaji msaada wa wanabunge, wanasiasa wote ambao wanakuwa Kinshasa nafasi nyingine waweze kufuatilia, tujue kama mishahara ya walimu inapotelea wapi, wala kama ni nini inaendeka mbaya, kwa sababu watoto wetu hatakosa kupata elimu bora kwa sababu ya walimu kutopokea. Mpenzi msikilizaji, inanyatuka ndani ya studio zetu za Radio Moja kwa muda huu ndani ya habari yetu ya taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili iliyosomwa na Ahmed Ofikiri Famure. Alikuwa ni fundi mitambo wangu na kuaga nikikutakia usikilivu mema wa taarifa yetu ya habari katika lugha ya Kifaransa. Hivi punde karibuni, chau chau.